Habari za wakati huu watazamaji wa Tech TV. Langu jina ni Martha Makisiara. Karibuni katika kipindi chetu cha Jamvi la Upepo, na mada leo ni ya majadiliano. Mada ya leo inahusu changamoto wanaweza kukumbana nazo wakazi wa hosteli, ikiwemo Hekima Hostel, Amani Hostel pamoja na Uzima Hostel. Katika kipindi cha leo nipo na mgeni wetu ambaye ni mmojawapo wakazi wa hosteli, ambaye ataenda kuzungumzia changamoto wanaweza kukumbana nazo. Karibu sana mgeni wetu. Asante sana. Kwa majina naitwa Tunu Patrick, ni mwanafunzi wa Chuo Kikuu Teofilo Kisanje, pia ni mwanafunzi wa Hekima Hostel. Karibu sana. Tunajua huko hostel unakumbana na changamoto mbalimbali. Na leo tupo hapa kujadiliana changamoto ambazo unakumbana nazo. Unaweza kutabani changamoto gani? Ndiyo, naweza kusema. Okay, karibu. Asante. Kuna wizi, tunakumbana sana na wizi. Wewe kutokana na hiyo changamoto ya wizi, wewe ni mojawapo wa muhanga wa changamoto hiyo hapo, kwamba umeshawahi kuibia au baada ya kuibiwa nini kilifanyika? Mimi ni muhanga hiyo changamoto ya wizi. Okay, nishainipata kabisa. Ilikuwa mimi hapa na mkazi wa Hekima Hostel, nakaa floor ya chini. Pale chini unakuta umeweka nguo vile, unajua kabisa hapo kuna usalama, unafunga mlango kwa mbele. Lakini pale chini kule nyuma ya ile floor kuna mlango mwingine. Kwa hiyo nina ukuta mdogo sana, unakuta mtu analuka, anaenda kufungua tena kwa anaingiza hivi mkono. Kwa hiyo hii ni changamoto niliyokutana nayo. Mtazamaji wa Tech TV, kama nilivyokuambia, kipindi chetu cha majadiliano ni Jamvi la Upepo, ambayo mada leo inahusu changamoto wanaweza kukumbana nazo wakazi wa hosteli. Changamoto nyingine ambayo nakumbana nayo ni uhaba wa maji. Nilikuwa na uhaba sana wa maji kutokana na ukubwa wa hosteli ya Hekima na watu walivyo wengi. Inaita changamoto kwa kweli. Pia changamoto kwamba ni changamoto hizo unaweza kukumbana nazo au kuna changamoto zingine? Ipo na nyingine. Okay, karibu. Kuna ukosefu au uhaba, tuseme umeme katika. Hiyo ni changamoto pia. Fanyike kupukana na hizo changamoto. Hapo naona kwamba waimarishe ulinzi. Maana hostel yote kwamba hostel inakuwa na mbunge na makamu wake na kuna viongozi wa ulinzi wanakuwepo. Kwa hiyo ulinzi naomba uimarike. Chini pale watupe hata elimu na waongeze ulinzi sana pale chini hata na juu. Kwa hiyo naomba ulinzi tu imarike ili tuwe salama. Wewe ni mkazi wa hostel, si ndio? Hosteli yenu kuna viongozi. Kwa hiyo ina maana hao viongozi hawana utaratibu au hawapangi kwamba mtu akiiba anakuwa anapata adhabu au kuna kitu wanafanyiwa ili uwizi upungue? Hapo kwa mimi ambayo ishanitokea huo uwizi nilioibiwa. Nilishtaki kwa mbunge wa Hekima Hostel. Mbunge alitisha kwanza kikao kwamba mtu fulani kaibiwa. Kwamba alisema kwamba alisema tu kwamba kuna adhabu itatolewa kwa atakayekamatwa. Kwa hiyo nimepungua lakini kwa kiasi. Lakini wizi haujaisha hosteli. Haujaisha bado. Bado wizi unaendelea. Ni unaendelea tena. Kwa hiyo kama wewe mwanga au kama hivi kuwasaidia watu wengine wanaokaa hosteli, wewe ulikuwa unashauri nini juu ya wizi? Mimi nashauri kila mtu awe mlinzi wa mwenzake, na pia unapotoka funga kabati lako, funga na mlango ndipo utoke. Mtazamaji wa Tech TV, bado tunaendelea na kipindi chetu. Kipindi chetu ni changamoto wanaweza kukumbana nazo wakazi wa hosteli, ikiwemo Hekima Hostel, Uzima Hostel pamoja na Amani Hostel. Nyingine kuna migogoro baina ya watu. Kwamba ni migogoro inaweza ikatokea pale ambapo anaweka floor ya juu maji yamekatika, anashuka chini. Na pale chini unakuta kuna foleni tena wanaekaa chini. Kwa hiyo inaweza katokea mgogoro. Kila mtu anataka yeye wa kwanza kukinga maji. Kwa hiyo ni changamoto pia. Kutokana na changamoto hiyo hapo ya uhaba wa maji au kuna migogoro baina ya watu kwamba maji yasipotoka mpaka kushuka chini kuna foleni au watu wanagombana, unadhani kwamba kama chuo au kama wakazi wa hostel au viongozi wa hostel wafanye nini ili kuepukana na hiyo migogoro, ili watu wasigombane ama kuwe unapata maji kwa wakati? Unadhani wewe kama mkazi wa hostel nini kifanyike juu ya hilo? Mimi naona hapo waimarishe miundombinu. Miundombinu ya maji uimarishe. Watengeneze hata tenki, wajenge tenki lingine ambalo linaweza kupeleka maji kwa wakati kule juu, maana hiyo ni changamoto. Kwamba sasa hivi kwamba mna tenki lakini maji hayatoshi. Hayatoshi, yani hayatoshi bado. Kwa hiyo kuimarisha kwa miundombinu. Okay. Mmesema kwamba huko hostel mna viongozi. Je, mkishapeleka hiyo ripoti ya wizi au ripoti ya changamoto za hapo, je, viongozi wanapata mwamko gani kuwasaidia kutokana na hizo changamoto? Kwanza niwapongeze viongozi wetu, wamekuwa ni watu wana busara sana na watu ambao wana mwamko mkubwa.
Ikitokea nimepeleka tatizo ile kwamba nimeibiwa, kwamba yani cha kwanza ataitisha kikao. Inakuwa kikao cha dharura. Kwamba wale wajua waliopo kwa mfano kule juu wote inabidi washuke, tukutane wote chini na jadili kuhusu wizi. Ikishindikana hapo watapeleka uongozi wa juu. Na uongozi wa juu inafuatilia sana. Uongozi wa juu kishafuatilia, ina maana huyo mtu aliyefanya hiyo tukio anachukuliwa hatua au inakuwaje? Huwa anachukuliwa hatua ndio. Akibainika mtu ameiba hata kama nguo ni moja, mumuibia mwenzio, kwa kweli utalipa. Unaweza ukalipa hata zaidi ya hizo. Kwa kuwa umemsababishia mtu matatizo. Wewe kama mojawapo wa mkazi wa hostel na unakaa hostel kama umetuambia, je, ni tukio gani ambalo ulikumbana nalo mpaka hata siku kuja kuondoka hapa chuo hautakuja kulisahau? Kiukweli ni tukio mimi niliibiwa ada. Hiyo ada ilibidi nilipie, ni ada kwamba nilipie na hostel pamoja na ada kwa ajili ya mitihani. Nilikuwa bahati mbaya tu nimeacha kabati wazi. Narudi kuja kuangalia hela hazipo. Hela hazipo. Yaani siji kusahau jinsi ambavyo nilianza kuongea na wazazi, kwanza kuwapigia tena kuhusu hela. Yaani ilikuwa ni wakati mgumu sana, kwa hiyo siji kusahau. Baada ya ile tukio kutokea, ulichukua hatua gani wewe hapo kama mwanga wa ile tukio? Baada ya kuibiwa hela ada, hujalipia masomo, hujalipia hostel, ulichukua hatua gani? Hatua niliyochukua kwa kweli, cha kwanza nilimjulisha huyu mbunge, nikaona kama anaweza kunisaidia, lakini mwizi hakupatikana. Ikabidi niwapigie wazazi. Wazazi siku zote ndio mtatuzi wa yote. Huwezi kukimbia, lazima utarudi kwa wazazi. Ni hivyo tu, ni wazazi. Mtazamaji wa Tech TV, bado tupo katika kipindi chetu cha Jamvi la Upepo na mada ya leo ni changamoto wanazokumbana nazo wakazi wa hostel. Baada ya kuibiwa ada, muda ambao unaambia wazazi wako walichukuliaje hili swala kwa upana? Walichukuliaje swala la kuibiwa ada? Kwamba ulianzaje kuambia na ukalipokeaje na ikawaje? Kwa kweli ilikuwa ni vigumu wazazi kulipokea, maana mtu kakupa hela ya ada ni ndefu, alafu unakuja unaibiwa. Nilipompigia kwanza mzazi alishtuka, hakuniamini cha kwanza. Kuamini kabisa kwamba hakuniamini, yani hakuamini. Na ulifanyaje ili kumuelekeza au kumwambia kama mama au baba ada imepotea, ulimuelekezaje? Kwa kweli mzazi nilikuwa nampigia, nililia, nikamwambia mzazi hivi na hivi mimi nimeibiwa. Mzazi mwisho wa siku ni mzazi tu, hawezi kumwacha mtoto wake. Ikaja naye akashuka kidogo, akakunjua nafsi, akasema ni sawa, na pesa ikabidi waanze kutafuta ada nyingine. Na kweli walilipokea hivyo tu. Je, wewe kama mkazi wa hosteli, wito wako na ushauri kwa wanafunzi wanaokaa hosteli, hajaishi unakaa Hekima hosteli, Uzima hosteli au Amani hosteli, ni wito gani au ni ushauri gani unautoa kwa wakazi wote wa hosteli? Mimi naomba tuimarishe tu na upendo. Wizi tuache, tena tukatae. Wizi umekuwa ni mbaya sana, unatutesa. Ni hosteli zote Amani, Hekima, Uzima. Wizi unasumbua. Sasa kipindi cha kufunga hivi vyuo, watu wanahangaika sana. Ukiwa mnafunga tu kama sasa hivi watu ndio wanakuwa wanaibiwa sana. Najua mtu unakaribia kwenda nyumbani. Nirudi nyumbani sina nguo mpya. Hapana, watanichukuliaje? Kwa hiyo lazima uchukue nguo ya mwenzio uvae. Ukaonekane kwamba na mimi sasa hizi nimeendelea utandawazi umenikomboa. Tumefikia mwisho wa kipindi chetu cha Jamvi la Upepo. Na mada ambayo ilikuwa inazungumziwa hapa studio ni changamoto walizokuwa wanakumbana nazo wakazi wa hosteli. Na mgeni wetu ameelezea changamoto ambazo anakumbana nazo. Pia ametoa ushauri na wito juu mambo gani yafanyike ili kuepukana na hizo changamoto. Langu jina ni Masa Makisia, karibu katika kipindi kingine.